تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفجار. Kwa niaba yenu naomba nichukue nafasi hii niwashukuru wadau wetu waliotuwezesha kisima cha maji eneo letu la Gahara. Katika maeneo magumu ndani ya kata ya Thawi, eneo mojawapo ngumu ilikuwa ni Gahara. Tumewahi kuchimba maji mara 3, hatukufanikiwa kupata maji. Lakini kupitia wadau wetu hawa maji yamepatikana. Tunawashukuru sana wadau wetu kwa namna walivyotuwezesha. Lakini kubwa zaidi nimshukuru sana ndugu yetu Saidi Omari Mnyeki. Bila ya yeye hao wadau wasingefika Gahara. Tuko pamoja ndugu zangu. Yeye ndio amekuwa kiunganishi, ndio amekuwa mwezeshaji. Mpaka leo tunafurahi, tunaona maji ambayo ilikuwa ni adha kubwa sana eneo letu la Gahara. Tunashukuru sana, asante sana, Mungu akubariki sana. Wadau wetu pia Mwenyezi Mungu awabariki. Ila bado tuna uhitaji. Eneo letu la Gahara ni eneo pana. Kwa hatua hii ni hatua ya mwanzo ambayo imetupunguzia adha na kero ya kwenda Mto Gubu. Ili bado tunawasilisha ombi. Gahara kuna vitongoji viwili. Hapa tulipo panaitwa Gahara F na kitongoji kingine kinaitwa Gahara E. Tunaomba pia na eneo la Gahara E tusogezee huduma. Lakini sambamba na Gahara E ndani ya kata yetu ya Thawi kuna maeneo mengine yana changamoto. Eneo mojawapo ni eneo la Thawi Madukani, makao makuu ya kata. Tunaye huduma nyingi za jamii, tuna kituo cha afya, tuna sekondari, tuna shule ya msingi, hatuna maji. Tunaomba wadau wetu basi na hili watuangalizie, watufikirie. Ila kikubwa Mwenyezi Mungu awajalieni kila laheri. Tuko pamoja na nyinyi na tunaahidi kisima hiki tutakitunza, tutakilinda, tutaimarisha ili tuhakikishe inaendelee kutusaidia. Ni kweli Gahara tumeanza kupata shida ya maji ni muda mrefu. Ni muda mrefu sana. Tunatoka hapa, mama anabeba mtoto mgongoni, huko ana beseni kichwani la nguo za kufua pamoja na punda, anaenda paka Thawi ambaye ni Mto Bubu. Na akifika Mto Bubu anafua, anamaliza, anachota maji, anakuja nyumbani. Na muda kutoka huku ni saa 10 za usiku. Basi anarudi saa 8. Basi ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa kina mama. Shida ambayo tuliokuwa nayo ilikuwa ni shida kubwa kweli. Na mpaka sasa hivi tankia kisima hiki kimechimbwa na mpaka kuwekwa mabomba kuja hapa msikitini, unafikiri hata wiki haijapita. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyegundua mradi huu. Mwenyezi Mungu ampe wepesi kwa kila jambo analofikiri jema, basi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Na mpaka sasa hivi wanawake tunalala usingizi. Tuna siku kama siku 5 aima wiki haijafika, wanawake tunapata usingizi. Kulikoni hapa nyuma tulipotokea ilikuwa ni shida wanawake, tulikuwa na shida. Mtu yani ukilala masaa mangapi tu unafikiria kwenda mtoni kwenda kuchota maji. Ila sasa hivi alhamdulillah tunashukuru Mungu. Mungu awapeni wepesi. Na mpaka hivyo kina mama tunawaombeni kwa sababu kutoka kwenye mnara wa Tigo kule kuja kuchota maji hapa. Kwa jiografia ya Gahara kama jinsi ilivyo ni mbali. Ni mbali, hata hivyo hapa panaonekana ni mbali. Ila tunawaombeni ila mtu ongezee kisima kingine kwa kukidhi haja wanawake, kwa kutusaidia wanawake. Kwa sababu hapa nyuma tulipotokea tulikuwa tunawaza mpaka tunasema jamani, sisi sio Watanzania.
Kama mlivyoondoka kutoka kule mpaka kuja kufika hapa, barabara zenyewe ni shida. Ni shida kabisa barabara zenyewe. Kwa alio, tuangalieni kama jinsi ilivyo, na kutoka kwenye mnara mpaka hapa mtuangalie. Tunawaombeni Mungu ile awape wepesi, mtufikirie mapema. Na kuna kituo cha afya hapa juu kipo karibu na shule yetu. Wewe angalia mtoto wa shule ya msingi kutoka na lita 5 kutoka kwenye mnara wa Tigo kule kuleta mpaka shuleni. Akina mama wanajifungulia kwenye kituo cha afya, kama ni mama anaumwa uchungu, lazima aandae maji kutoka nyumbani kwake, aje mayakaletwa kutoka Sawi, basi aje paka kwenye kituo cha afya. Kwa leo tunachokiomba, hata kama ni kusambaza huu mnara ya maji, tunaombeni bomba lingine au bireka nyingine isogelee shule pamoja na kituo cha afya. For the usage of water, there is no gender, religion, or other difference. Everybody can use freely. We just kindly request from you, dua. Don't forget your brothers in Turkey, because we try to remember you all the time. We kindly request something from you. Anasema mradi huu ni kwa ajili ya watu wote. Hamna jinsia, hamna ubaguzi wa dini, hamna chochote. Matumizi ya mradi huu ni kwa ajili ya uhai wa watu wote. Na anasema wamekuja hapa si kwa sababu wanatafuta chochote katika mali za kidunia. Wamekuja hapa, wanachowaomba nyinyi ni dua, muwaombee kwa Mwenyezi Mungu. Anasema wao mara zote wanakaa Uturuki, wanataja Afrika, wanawataja nyinyi, sawa? Kwa hivyo hivyo na nyinyi muwakumbuke. Lakini mnawakumbukaje? Kwa dua. نحن نتمنى الصحة وعافية بطريقة هذا الماء بالوقوف. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Nasema kwa njia ya maji hii na watakia afya njema na maisha mazuri, na Mungu awabariki nyote. Wallahi hili ni jambo la kushukuriwa kwa sisi. Vinginevyo unaweza ukachelewa ukaja jamaa wakasema hawa jamaa wanatuchezea, mkaondoka tukakuta hapa hamna mtu yoyote. Maji simeshayapata bwana. Sasa mnasubiria nini? Sasa mtu ameondoka, sisi watu hawezi kwenda na kisima au mnasemaje? Lakini ukarimu wenu umewafanya muendelee kusubiria hapa, pamoja na simu nyingi jamani, tunapotea, tunaingia huku, tunaingia pole kwenye jiwe hili na nini, lakini nyinyi mmeendelea. Nakumbuka hii ni mara ya pili. Kuna kipindi mlitusubiria pale kwa muda mrefu sana, zaidi ya masaa 4, na tuliwakuta watu wengi kabisa. Huu ni ukarimu wa hali ya juu. Sisi tunawashukuruni sana. Sio watu wote wenye hizo nyoyo. Nilisafiri siku moja hivi, mawimbi yakawa mabaya, nakwambia kile kichombo chetu kinarika. Mturuki mmoja akawa anainama hivi akasema hapa maisha yangu ndio yameshaisha. Maana tukishaanguka hapa hakuna mtu anajua kuogelea, alafu ni katikati ya bahari. Mwenyeji aliyokuwa na sisi akawa anatuambia bwana, hebu tupige simu bwana, jamani, haya mambo sawa ya kawaida. Mwenyeji anasema hivi, mimi ndo mara ya kwanza, na mimi nikaomba dua zile za mwisho, nikasema mwalimu nimalizie tu, yaani ndio nimalizie maisha vizuri. Kwa sasa hapa mimi mwenyewe sijui kuogelea, yaani kitumbukia sasa hiyo dakika 5 mimi sipo kabisa duniani, yaani naondoka. Kwa hiyo mazingira sisi tunayafesi ni magumu, lakini tunafesi kwa ajili yenu wananchi wetu. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba nyinyi maisha yenu ambayo ni ya taabu, hiyo taabu hiyo kama hatuwezi kuiondosha yote, at least tuipunguze. Kwa hiyo mimi nawashukuruni, Mungu aendelee kuwapa moyo huo, inshallah uvumilivu, lakini la msingi sana zile panel tumeweka kule ni za kulinda sana. Pale Bukulu waliiba. Kuna siku jamaa mmoja kaja kutoka Arusha, kaangalia mapaneli makubwa hivi, mbona watu wanaacha fursa hii? Akaenda akapanda, akaiba, akaenda kuzificha shambani. Walimfuatilia wakazikuta, lakini alishaziharibu. Si sawa? Mtu asishikwe na huo wandawazimu jamani. Hizo panel ndio zinaleta maji wapi? Na hapa hamna umeme. Ile panel ukirusha jiwe hivi, alafu ikapasua, ndio hamna tena huduma ya maji. Kwa hiyo tulinde ule mradi. Tutakuja kujengelea inshallah.
Tutajenga hivi, lakini kwa sasa hivi kabla hatujajenga mnaweza mkatafuta hata uzio fulani hivi wa ule wa kiloko ile lokoloko. Unaweka hivi ili mradi watu wasifanyaje, wasiingie kwa pesi, watoto wasiende pale. Ili mradi huu ni mradi thamani yake ni $20,000 sawa na milioni 65 mpaka 70. Mnaelewa? Hizi hela wametoa ndugu zetu. Wagahala tumefurahi sana kupata huduma hii ya maji, ambapo sasa imerahisisha sana katika huduma ya maji, ambapo hata mifugo nao watakunywa maji karibu, wananchi pamoja na matumizi ya zahanati na yatakuwa karibu. Na katika hili tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Uturuki, na kwa pamoja tunasema asanteni sana. Hali ilikuwaje hapo mwanzo? Mwanzoni hali ilikuwa ni mbaya, ambapo tulikuwa tunatembea zaidi ya kilomita 16 kwenda kutafuta maji, na maji tulikuwa tunatumia sio salama na yalikuwa na vijidudu, na hata hivyo kuna baadhi ya magonjwa ambayo yaliibuka kwa wakati ule, lakini hivi sasa tunashukuru Mungu hali imekuwa salama. Kwa hiyo sisi maombi yenu tumeyasikiliza na tutayafanyia kazi inshallah. Na hawa watu sisi ndio huwa tunawaleta huku. Saa zingine kwa lazimisha jamani twendeni. Hawajui kama ile eneo lilikuwa ni hapa. Wanajua hiyo namba hiyo. TZSK 124. Anauliza kisima namba hichi hapa kiko wapi? Ukimtajia Gaara hawajui, haelewi. Hata hapa atauliza wakati anatambulisha hichi kisima. Lakini tunashukuru Mungu, tunapowaambia twendeni wanafanyaje? Wanakuja. Hiyo ni neema ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, na sisi tutaendelea kuitumia. Tutaenda hata kwenye yule mnara. Tutakwenda hata huko Solorabo. Unaitwaje? Sorolabo Solo. Jina magumu. Lakini jina mazuri kuliko yote ni Gaara.